kwa sababu ruti za kule mbali mara nyingi abiria wanaanza kuwapata huku njia, gari inajaza kwanza mizigo ndio inalipa. Sawa eh? Saa 5 akasema gari inaondoka saa 5. Of course hatukutaka kucomplain kwa sababu hata kucomplain hakuna kitakachosaidia. Sasa muona kama ilikuwa saa 2 Dar es Salaam unafika saa 1 approximation, ndio? Mara nyingi ni saa 2 ile ile. Vipi kuondoka saa 5 na maana unabidi ufike saa 6, si ndio eh? Lakini unaona kilichotokea, kweli tulifika saa 5 ndio tukaondoka. Dar es Salaam tulifika saa 12 asubuhi. Saa 12 hapo barabarani gari ilivyokuwa inatembea tunajua wenyewe. Sawa eh? Gari linavyotembea tunajua. Yaani kachelewa kuondoka, kawahi kufika kabla ya muda ambao hata angewahi kuondoka ilibidi achelewe kidogo, yani kaova. Yaani ilibidi afike saa 6 aondoke saa ngapi? Saa 5, lakini kaondoka saa 5 kafika saa 12. Na hata angeondoka saa 2 ilibidi afike saa 1 au saa 2. Safari ya masaa 22 lakini ilitumia chini ya muda huo. Umeona eh? Zinasifika Scania za fulani. Na sisi abiria tunapenda tukisikia gari inawahi. Umeona? Hatuangalii usalama. Kuona wakumbusha nini? Mwendo kasi sio sifa ya kukusifia wewe kama ni dereva bora. Sawa eh? Wala usije ukamuona dereva ni bora kwa mwendo kasi wake. Dereva bora tunasema ni yule ambaye anatii sheria na taratibu za usalama barabarani na mwenye kujali uhai, afya za wale aliowabeba anaongoza, kwa sababu dereva ni dhamana. Dereva ni dhamana, roho yako mwenyewe ipo dhamana, ni dhamana yako, na wale uliowabeba roho zao pia ni dhamana, umepewa mikononi mwako wewe. Nani leo hii una overspeed, unakimbiza gari na mnafahamu gari tulipopita shule tulikuwa tunasomaga zile zinaitwaga laws, si ndio eh? Sasa na huko tuna laws zetu. The higher the speed, malizieni, the higher the speed, the higher you are exposed to accident. Sawa? The higher the speed, the higher you are exposed to the accident. Kadi unavyozidi kuongeza spidi ndio kadi unavyojiingiza katika wimbi la kupata. Naambia gari iko unaendesha kwa spidi ya 20, 30 mpaka 40. Control yake ni rahisi sana, tofauti na gari ikiwa kwenye 80, 90 mpaka 120 na kuendelea. Kuna gari mpaka zinafika 220. Ukikanyaga kajiwe tu ambalo ukilikanyaga kwa spidi ya 40 unalisi tu kawaida, uko na spidi 90, 120, gari inafanyaje? Inapinduka. Gari inafanyaje? Usione dashboard yako na spidi mpaka 180 basi wewe ukatamani nimalize mpaka 180. Sio lazima. Sawa eh? Sawa eh? Minimum speed ya kutembelea barabara za mijini ni kuanzia 20 mpaka 50. Mwisho speed limit. Na barabara za nje ya mji ndio unatembea mpaka 80. Huo mwendo utafika kama 80 umekadiriwa, unatoka Dar mpaka Bukoba kwa masaa 22. Ni mwendo ambao ni mkubwa sana, si ndio eh? Kwa hiyo tujitahidi kumaintain. Na katika takwimu ambazo tumezifanya na mimi mwenyewe nimefuatilia, ajali nyingi sababu chanzo kikubwa ni mwendo kasi. Hutaweza kusimama hapa na hapa. Sawa eh? Spidi ambayo ilibidi hata umguse gari fulani usimame bila madhara, utaligusa ile gari utalikwangua na unaweza ukalibonda kabisa. Sawa eh? Kwa sababu ya spidi. Usije ukafuata mobility za kusukumwa kwamba ujue kuendesha gari kwa sababu unatembea taratibu. Mimi nawasifu sana kina mama. Kina mama ni watu waoga barabarani. Na mtu akitembea kumbe ni mama, ndio maana nilikuwa nampigia yeye anipisha anatembea taratibu. Akiona mama anasema kumbe mwana mama bana. Akimkuta mwanaume mwenzie, wewe vipi wewe? Unaiva mmoja leo. Wasababisha foleni bana, hivi na hivi nani unajua kutembeza gari? Kaa pembeni huko. Umeona Kwa nini wakina mama hawasemi, anasema kumbe mwana mama kwa sababu ameshaamini
wakina mama mara nyingi huaga wanafuata wale waliofundishwa. Cha kwanza wanamkuta kama anaendesha gari hana haraka, yani wanamkuta kama kitu kakisogeza kabisa hivi anaangalia hivi, yani yuko makini, mwendo wake taratibu, yani anafuata kila kitu. Akiona huyo nyuma yake anakuja ana mwendo anaweza kumgonga, halazimishi kuingia, anaweza hata akasimama kwa usalama ili mumuo, au akapiga honi nyingi mpaka ukashtuka, lakini anafanya yote yale hapati haja. Naambieni barabarani ajali nyingi mlizoshuhudia zimesababishwa na wanawake au kina mama ni ngapi? Tunaongea uhalisia, mimi nataka kufundisha, naongea uhalisia. Lakini sisi kina baba kwa sababu tumeshazoea, tunajenga mazoea, na siku zote usifanye kitu kwa mazoea. Barabara ukiifanyia mazoea, umalize siku 3 barabarani bila kupata ajali. Endesha kwa utaratibu, acha mazoea ya ajabu yasiyokuwa na ulazima, sawa? Tii sheria, endesha mwendo salama, zingatia usalama wako, walinde watumiaji wengine wa. Tumeelewana eh? Chanzo kingine cha ajali tunakuja kuangalia miundo mbinu. Sio kama serikali haitambui miundo mbinu, ni chanzo kikubwa cha, inatambua vizuri na kwa undani kabisa, na ndio maana katika kundi letu la alama ukiangalia pale namba 14 ile alama inakwambia onyo, tahadhari, kuna ujenzi wa barabara mbele yako, si ndio eh? Na ile alama namba 13 inakwambia onyo, tahadhari, mbele yangu kuna matuta, si ndio? Ni vitu ambavyo vipo kwenye miundombinu ya barabara. Kwa nini wamekutahadharisha? Sawa eh? Namba 23 ile inakwambia barabara yangu ina mabonde, si ndio? Au mafundo, si ndio? Au madimbu. Ukija kuangalia namba 16 inakwambia barabara ya changarawe au barabara ambayo haijashindiliwa. Yote hiyo ni miundombinu ya, tumeelewana eh? Ukiangalia namba 20 barabara yangu ina bega upande wa kushoto, si ndio eh? Kwa nini wameziweka? Kwa nini wakutahadharisha dereva? Kwa sababu ni sehemu ambazo inabidi uende kwa umakini. Ukiwa na mwendo mdogo na umakini unaweza ukapita, ingawa kuna changamoto, na usipate ajali au usababishe madhara. Haya ndugu yangu Shabani Kidredi, kwenu hujasoma, kwenu hamna shule na hamnaga historia ya kusomaga shule, ndio umefundishwa hii clutch, ukikanyaga hivi linaenda, ukiona mwendo mdogo weka tugia, ukiona mdogo weka kusimama breki. Hujui sheria, hujui alama, hujui off limit. Umelifamia gari. Kwenye matuta upunguzi unalo. Kwenye kona kali wewe unalamba na 4. Unaona eh? Barabara zina mafundo wewe ni hivi. Na niwaambieni kwa wale mnaoendesha manyo, hata hizo gari za kawaida, ukipita barabara yenye tuta kubwa zile au mafundo afu ukawa speed, sio unaona gari linavodunda vile. Unavodunda vile na dozewe huku chini unavokanyaga mafuta. Ya sasa gari inashtuka afu na wewe tena unaikanyagia mafuta. Vum vum vum. Kwa hiyo litafanya vile vile mwanzo mwisho uweze kulicontrol, kwa sababu unavodunda vile na accelerator unaikanyaga kwa nguvu, si ndio? Kwa hiyo utaenda vum vum vum, mwisho wa siku wakati kona gari inaenda kugonga sasa. Lakini ukiliendea taratibu kwa nidhamu utapita ukiwa salama, sawa eh? Utapita ukiwa. Barabara yenye bega mmeiona kuanzia hapa Kimara mpaka unapofika Ubungo Maji. Lile bega gari ikishuka tali moja ikakaa chini moja juu, au ukawa haupo sasa haujakaa sawa, unatembea hivi upande mmoja ghafla ukashuka, huaga mnaonaga steering na, si ndio eh? Kama upo mwendo mdogo basi utakaza au utarudi. Na vipi kama upo speed ya 80? Lile bega likashuka gari kama tu kidogo vup, na ule mwendo utashangaa tayari umeshafika. Na muda mwingine kulihama lile bega kupandisha gari juu, kama usipokuwa makini umekaza steering yako vizuri, unaweza usipa likakurudisha tena ukaja ukagonga huko. Uongo. Si mnaendesha gari hamonagi zile za ile bega, barabara ile upande moja imeshuka Kimara huko, si mnaonaga eh? Ile ni miundombinu ya daraja bovu. Umeona daraja bovu au limekaa muda
wa miaka mingi, sawa eh? Unaona kabisa iliyopita ni gari nzito, basi na abiria 70 na mizigo, ipo katikati ya daraja na wewe unaingiza gari yako tena. Kwa nini usisubiri ule amalize na ufuate? Umeelewana eh? Kwa hiyo mabonde, barabara ambazo hazijatengenezwa vizuri, barabara za changarawe ambazo hazijashindiliwa vizuri ni chanzo kikubwa pia cha, ingawa usababishaji wake wa ajali si mkubwa kama makosa ya kiubinadamu, sawa eh? Kwa sababu tukija kuangalia makosa ya kiubinadamu, kuna mwendo kasi, uzembe, matumizi ya simu ukiwa unaendesha. Mimi siwafiche, hata kama ni mzoefu, ukishatumia simu tu, ukifanya hivi, ukishtuka gari tayari lazima leo limeama kidogo, uhangaike tena kulirudi. Cha pili, unakuwa una wasiwasi na kitendo unachokifanya. Na nilishaambia chanzo kikubwa cha ajali ni hofu. Ukiwa na hofu ambayo huwezi kuizuia barabarani, ile ni chanzo kingine cha. Ashumu mnavyoendeshaga magari barabarani, lori nyuma gari afu ni foleni, wameanza kuondoka, wewe unapigiwa ni vuvu afu likazima, wakawa wanakupigia ni po. Ukishapataga ile hofu, ukiwasha gari linaondoka at the time, utaliwasha litazima tena, kwa sababu unakuwa una ile, sawa eh? Pressure ndio ile kinachowakumbaga nyie wengi. Ndio maana ukiingia kwenye gari kwanza nawaambiaga ninaoendesha gari relax, sawa eh? Wa relax, kwa maana ukirelax hauna stress, akili unaipa nafasi ya kufikiria nini nifanye sasa hivi, hauja panic. Lakini ukiwa umepanic, akili haitawaza solution ya kile ulichokifanya mpaka kikafanya gari lifanyaje, lizime. Isipokuwa utakuwa na panic, wengine wananionaje mimi ndo nasababisha foleni. Zile oni pia zinakutoa katika mchezo kabisa. Tumeelewana eh? Kwa hiyo cha kwanza, toa nini? Toa stress. Tumeelewana eh? Ehe. Kwa hiyo makosa ya kibinadamu ndio kama hayo. Umeelewana eh? Unapotumia simu tayari unakuwa, cha kwanza, kujiamini. Kwa maana unajua kabisa unachokifanya ni kinyume. Unaongea na simu, unapewa taarifa ambazo si nzuri na uko barabarani. Utaweza kumaintain kweli kukaa katika hali ya usawa? Utakuwa tayari umeshapata wimbi kubwa la, na ndio maana usiendesha gari ukiwa una mawazo yaliyokupitiliza. Tumeelewana eh? Usiendeshe gari ukiwa na mawazo yaliyo. Cha pili, usiendeshe gari ukiwa unahisi una usingizi, paki gari pembeni, pumzika muda dakika kadhaa kisha rudi. Na ndio maana tuna parking zones, sawa eh? Tuna parking za muda mrefu na parking hourly, parking za masaa, sawa eh? Ambazo utaruhusiwa dereva kuegesha gari kwa muda, kisha utarudi katika hali ya udereva, utaingia barabarani. Tumeelewana eh? Ehe. Kwa nini? Uchovu unaweza ukakufanya akili yako ikalala au isifanye maamuzi wakati wewe huna uwezo wa kujizuia. Usingizi ukisha kupata, huwezi kucontrol kwa akili, kwani kwa uwezo wako wa mwanadamu kawaida huwezi kufanyaje, isipokuwa yenyewe ndio itaongoza sasa mwili nini nataka ufanye, si ndio eh? Utajikuta umelala wakati unaendesha gari, sawa eh? Umesahau kabisa, unakuja kushtuka umegonga, sawa eh? Na hapo ushtuka umegonga, upo hai, unaweza ulivyolala ile pale ukashtuka upo mazingira mengine kabisa. Umeona? Sisi huku nyumbani tunajiandaa, tunazika au tuna chakula kizuri, sio shida zetu. Nyewe tufikeni wali, ndizo tutanunua sisi, vijiko tunavyo nyumbani kwetu, ili mali tuje Kwa hiyo ndio hayo inabidi mfanyaje, niafahamu. Kwa nini? Usingizi au akili mental inaweza kukubadilia, mental situation inaweza kukubadili uhalisia wako ukabadilika kabisa. Kama usingizi unakuingia wewe kwa hali ya kukuletea matukio hali, unaanza kuota ndoto kwamba nipo macho nafanya kitendo fulani, nafanya shughuli fulani, mpaka inakuingia kabisa, unalala unajiona upo kumbe umeshalala, si ndio eh? Ndoto unawaza unafanya mambo mengine, kumbe unaendesha gari unapata ajali. Kuna tofauti sawa sawa na mtu anayetumia madawa, sawa eh?
anayetumia madawa au vilevi, akili yake huwa inahama. Macho cha kwanza haoni halisi kama unavyoona wewe, anaweza akaona kitu kipo mbali zaidi au karibu zaidi ya uhalisia. Wala wanatumiaga nini zile zinaitwa method. Akishatumia hata mboni yake unaona kama kuna wengine inatanuka sana, kuna wengine jikunja sana. Kwa nini? Katumia madawa. Lakini kwa hali ya kawaida ya mwanadamu mboni yako inabidi itanuke au jikunje kwa sababu gani? Unapokuwa umeona mwanga hafifu au mwanga mkubwa sana, si ndio inapungua kiasi kwamba cha kuzuia mwanga mwingi usiingie ndani ya jicho, au kutanuka kuruhusu mwanga mwingi uingie ndani ya jicho aliyakuwa ni usiku. Lakini kwa mazingira ya kawaida umekunywa dawa, umetumia madawa au pombe, huoni mazingira halisi ya barabara, huoni mazingira halisi ya, tumeelewana Muda mwingine ile mentality inakubadilisha mpaka uhalisia wa vitu sasa uvioni kama vinavyotakiwa. Binadamu unaweza ukamwona hata jiwe. Sawa Njia ndogo, daraja limekatika, unaweza kuona imeunga ile moja kwa moja mpaka unapoelekea, na kweli unaichapa gari fimbo, unaingia kwenye maji mazima. Sawa Gari inakimbia huko 180, hapo unakaribia kumaliza kabisa 220 kwa gari zina 220, au huko 160 unakaribia kukata 180. Ndio kwanza unaona miti inaenda taratibu, unajua kama uendeshi gari, kumbe umeiva Umeelewana Kingine chanzo cha ajali, ulevi au utumiaji wa madawa, ndio nimeeleza hapa, si ndio Hao ni makosa ya kibinadamu. Tumeelewana Jamani, usiendeshe gari ukiwa umelewa. Mlevi tu mwenyewe, hebu shikilia wewe tu mwenyewe ukinywa, yani unakanyaga chini na bado unayumba. Yani mguu umefika chini, ila taarifa ile kufika kwenye ubongo kwamba mguu sasa umekanyaga chini, ni kazi ya uti wa mgongo na kiuno nisiumbe, zinachelewa. Sembusa unaendesha gari, umeona mataa yamewaka, yule kakanyaga breki anasimama. Utaweza kusimama wewe? Na ndio maana ukinywa pombe ukaendesha gari, mara nyingi mlevi utamjua, kwa sababu anakwepa huku, aende huku, anaenda kwenda mpaka anafika mwisho, tena anaanza kurudisha huku na huko, amefika mwisho anaanza nimefika mwisho nirudi kule, anarudi, gari inakuwa inaenda, unajua kabisa yule kale. Kwa nini? Unachokiona kufika kwenye akili inachelewa. Akili inabidi ifanye maamuzi pale pale ulipoona at the point, lakini unapokiona akili inafanyaje? Inachelewa. Unachokiona mpaka kufika kwenye akili kitafsiriwe, ni muda unakuwa umefanyaje? Umeisha. Sehemu ya kusimama umeshapita, unakuja kugundua mbele unasimama sehemu ambayo hata haitakiwi. Sawa Tumeelewana? Usinywe pombe wakati unaenda kuendesha. Sasa mlevi kalewa, anaenda nakwambiaje? Yaani kuchukua funguo tu kufungua mlango pale anashindwa, anaenda kumtafuta rafiki yake, njoo nisaidie kufungua mlango. Wewe nifungulie tu mlango afu niachie. Na walevi wana ushirikiano, wanapendana kweli, wanafunguliana basi, wanajazana, wamelewa wote, wanaangaliana, nani ndo walau. Sasa wewe unafanya maamuzi hapo, alafu wote mmelewa, ndo mnamchagua mlevi kupitiliza ndo aendeshe, kwa sababu yeye kanyamaza, hata kuongea hawezi. Mnajua mwenzetu aongee ndo mzima, anapewa gari huko njiani inapotembea. Ni Mungu tu anawasaidiaga. Wachache wanafika nyumbani, wengi sana ndo wanakuwa chanzo cha. Unaweza ukamkopa mlevi, uende ukaenda kupata ajali. Yaani mlevi kafika salama, ila wewe mzima umeokoa maisha yake, lakini umeshindwa ndo umepata na asimami. Tumeelewana Usinywe pombe, usivute bangi, usitumie madawa yoyote na kama una dawa halali, aidha dosage ambao ni kali, soma side effect. Unapopewa dawa, unapokuwa katika dozi, soma side effect ya ile dawa. Kuna dawa zingine zinakuja na uchovu kabisa, unakuwa umeandikiwa, si ndio umeambiwa inasababisha nini? Anxiety, uchovu. Mfano dawa za mafua sana sana Piriton nini, si ndio na kuna dawa nyingine kali zinaweza zikakusababishia usingizi au maumivu mengine ya kichwa. Mfano uko katika hali ambayo si nzuri, unatumia dawa zenye nguvu, basi si vyema ukakiongoza chombo barabarani. Tumeelewana Makosa mengine ya kibinadamu
tunakuja kuangalia ukaguzi hafifu wa vyombo.